Karibuni ndugu zangu katika mdahalo wa leo ambapo tungependa kuzungumzia jinsi Kiswahili imeweza kukuza redio zetu hapa nchini. Kwa mfano tuna vipindi ambavyo kuna patanisho Gidi na Ghost ambacho ukuja kila siku ya asubuhi pale Radio Jambo. Roga Roga ambayo ukukujia kila siku ya Jumapili pale Radio Citizen, na Je Huu Ni Ungwana, kipindi ambacho kiliendeshwa naye mwenda zake Leonard Mambo Mbotela. Tukianza, ningependa kuwajulisha kuwa mwendesha mdahalo wa leo atakuwa mimi hapa, mwenzenu Moses Owino, na tukianzia kipindi cha kwanza ambacho ni Gidi na Ghost patanisho pale Radio Jambo. Unapata kipindi hichi kila siku ya juma. Ukiwasha radio yako utaweza kuwasikiza jinsi wanavyozungumza kuanzia kipindi chao cha kwanza mpaka pale ambapo utafika mpaka patanisho ambacho ukuja saa 3 asubuhi. Kwa hivyo ningependa kuuliza ndugu wenzangu, kipindi hiki kimewezaje kusaidia radio zetu kukua hapa nchini, na kupitia vipindi hivi tumeweza kuelewa nini? Ningependa tuanze na mwenzangu Songa Brand. Mimi ni mmoja wa wanachama wa kikundi hiki cha 3, na kwa kuzingatia kipindi cha patanisho ambacho kinaendeshwa na wataalamu kama vile Gidi na Ghost, unapata kuwa matumizi ya Kiswahili yanaonekana wakati ambapo redio wanatumia Kiswahili cha mazungumzo. Vipi? Katika patanisho unapata kuwa ni rahisi sana kuelewana na watu, kwa sababu yale mazungumzo ya moja kwa moja toka kwa mhusika, wale ambao wanapatanishwa, ambao ni bibi na bwana ama ndugu na dada ambao wamekosana kwa jambo moja ama jingine. Unapata kuwa Kiswahili cha mazungumzo kinawaleta pamoja. Ule muathiriwa anaeleza shida zake, anaelezea Gidi na Ghost, wanamsikiza. Sasa kufuatia hayo mazungumzo wanaweza kumfikia yule ambaye anataka kupatanishwa na yeye. Anapoelezewa ni mtu fulani amepiga simu anataka hivi na hivi, kupitia ile mazungumzo yule anaelewa, yule ambaye amepigiwa simu, na yeye atachagua iwapo atakubali kuzungumza na yule ambaye amepiga simu au la. Na kwa jambo moja ama jingine unapata kuwa yale mazungumzo yanaletwa pamoja, sasa yanakuwa baina ya watu watatu ambaye ni Gidi na Ghost. Hapo tunauita kama mtu mmoja juu wale ni wataalamu, then muathiriwa na yule ambaye anataka kurekebishiwa makosa, iwapo ni ndugu ama dada. Kupitia yale mazungumzo ya pamoja unapata kuwa kuna maelewano. Sasa redioni wanapotumia hiyo, tunapata kuwa mambo yote yanakuwa sawa na patanisho zote zinaenda sambamba. Unapata watu wanaelewana. Hii ndio maana unaona patanisho zipo kila siku, zimeratibiwa mwendo wa saa 2:30. Naam, kila siku. Sasa ikiendelea kukua sambamba, unapata kuwa wale watu wengine ambao wana makosa, wamekosana na watu wao kwa njia zisizoeleweka, wanaamini kuwa kulingana na mazungumzo ya awali tutaleta mazungumzo yetu na mambo yatakuwa sambamba na tutarekebisha makosa mahali ambapo yamefanyika. Hiyo ni kulingana na patanisho inayoendeshwa na wataalamu kama vile Gidi na Ghost. Otieno, mmoja wa kikundi cha 3. Kurejelea swala au mada ya leo, naweza sema kuwa Kiswahili inatumika, na tunaona njia ambayo inatumika katika patanisho, ambayo ni kipindi inachoendeshwa na Gidi na Ghost pale Radio Jambo kila asubuhi. Kuna msemo na methali ambayo hutumika katika mazungumzo haya. Tunapata kwamba wapenzi ambao wamefika pale studioni wakitaka kurudiana kwa kuwa walikuwa wamekosana na wamepeleka ujumbe huu pale studioni wasaidiwe kutatua shida yao au mapenzi yao, Kiswahili inatumika, methali na misemo. Tunaangazia jambo hili kwa kuona kuwa inatumika kufundisha na kusisitiza umuhimu wa
amani. Tunapata Gidi au Ghost pale anaweza kumwambia yule ambaye anataka kurudiana na mpenzi wake ya kwamba utengano ni udhaifu na umoja ndio ngao. Pale tutapata kwamba mwathiriwa au yule mpenzi ambaye alikuwa amekosana na mwenzake anaweza akaielewa jambo hili au methali ambayo imetumika kujua ya kwamba kweli hawafai kutengana ila kuwa pamoja. Nimeshukuru sana.
Wakati Gidi na Ghost wanapatanisha wahusika wawili na labda mhusika mmoja ni Mkisii na mwingine ni Mjaluo, utapata wakati Mkisii huyu anaongea lugha yake ya Kikisii, huyu Mjaluo hatapata kusikiza. Lakini wakiongea lugha ya Kiswahili, Mjaluo atapata kusikia Kijaluo na Mkisii atapata kusikiza lugha ya Kikiswahili. Sasa hivyo watapata kuelewana. Na pia nikisema kuwa mataifa mengine, Watanzania pia ushiriki katika kipindi hichi cha Radio Jambo. Sasa unapata Watanzania na Wakenya wanapata kushiriki kipindi cha Radio Jambo, maana Kiswahili ni lugha ya wote. Asante. Nimefurahia sana kusikiza hoja zenyu. Kwanza nimefurahi pale ambapo mmesema kuwa patanisho uchangia sana lugha za mseto. Kusema kweli hiyo ni hoja nzuri sana. Pale patanisho lugha mseto hutumika sana. Unapata wakati mwingine wanatumia Kiingereza na Kiswahili, jambo ambalo inapenda sana kuwavutia wasikizaji na ufurahia. Tena nimefurahia hoja ambacho mlizungumzia kuhusu lahaja na hao utumika. Kusema kweli na msamiati, mfano samahani, labda walikuwa nasuluhisha mgogoro fulani. Nimefurahia sana hoja zenyu. Labda tukiangazia kipindi cha pili ambacho ni Roga Roga pale Radio Citizen. Kipindi ambacho ukuja Jumapili kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Tutapata kuwa hii kipindi kinazungumzia sana utamaduni. Unapata mfano ngoma za Kikongo. Zilisaidia sana kueneza utamaduni na pia kuvutia wasikilizaji wengi. Unapata kuna wazee kutoka tabaka fulani mpaka vijana pia waliweza kuingia kusikiza hili rumba. Mfano rumba ambalo inaitwa Kapuka Rumba ambayo ilichezwa na Orchestra Super Mazembe. Wakati ambapo ilikuwa inachezwa pale Radio Citizen naye Uncle Fred Obachi Machoka, iliweza kusisimua sana, kwa maana utamaduni iliweza kuenezwa si Tanzania tu bali nchini Kenya na hata mataifa mbalimbali. Wenzangu, mnazungumziaje hiki kipindi cha Roga Roga katika kueneza Kiswahili? Nikianza nawe hapa kakaangu ndugu Brian, wasemaji? Asante sana. Kipindi cha Roga Roga ni kipindi ambacho kinafahamika sana nchini Kenya, hasa kwa wale wakongwe, wale watu ambao tunasema wamekula chumvi. Na kupitia Roga Roga ambayo inaendeshwa na Uncle Fred Obachi Machoka, kinaonyesha matumizi mbalimbali ya Kiswahili katika redio nchini, hasa kwa vijana pale ambapo kuna adhira ya burudani, na kwa wazee ikifika ni mambo ya rumba. Tukiendelea moja kwa moja, unapata kwamba pale redioni kwa Roga Roga wanatumia mchanganyiko wa lugha. Nasema vipi nikisema mchanganyiko wa lugha? Nasema wanatumia mambo kama vile unaweza pata wanatumia Kiswahili sanifu, mahali kwingine wanatumia sheng, na hata Kiingereza, kwa sababu siku hizi nasikia kuwa Kiingereza ni lugha ya taifa. Kipindi hiki hutumia mchanganyiko wa Kiswahili kwa kufanya mazungumzo yawe ya kisasa na ya kuvutia. Kwa mfano, Uncle Fred Obachi Machoka anapoingia studioni, unapata nasema tuko live, mambo ni fire kabisa, tusikose vibe na show nini. Unapata kuwa inaleta ule utamu, halua, kipindi kinakuwa na ladha, mioto ile mipasho. Unapata kuna zile vitu wanacheza pale, sielewi kuwa ni vitu gani. Unapata kuwa to vibe na maboys sijui nini, hapa ni reggae na nini, wanachanganya ili kipindi kivutie. Na wanapofanya hivyo inaleta ile ucheshi. Ukisikia sijui tuko live hapa ni nini, tuko kadi vitu gani, unapata nasikia mwili unasisimuka. Unapata wale vijana wanakaribia, wanataka kusikiza leo Anko ametuletea nini ametembea nacho kipya. Na
unapata pale wanatoa hadithi mbalimbali. Wanapocheza zile burudani, wanakuja wanaingia kwa hadithi za mapenzi, mapenzi kimzaha, si unaelewa? Kimzaha, unapata wanaongelea kitu fulani kimzaha ili ilete ule utani studioni, kujaa ina vibe. Kwa mfano unapata nasema alimwambia atampenda, kidogo amemblock WhatsApp, message wapi Facebook wameblokiana. Unapata ile inaleta mihemko. Sasa Kiswahili kinapotumika hapo redioni, unapata kuna msisimko, kunaleta ile vibe wanapochanganya zile ndimi. Hata wao wakichanganya ndimi si utataka kusikia. Wakikaa kwa Kiingereza utapata wanasema kuna ile tunaita kwa kimombo, kwa mabano, kwa kimombo ukiweka ile mbano unaita monotonous. Unapata inakuwa imekaa, haileti shangwe. Unapata ukikaa ukisikiza redio unaanza kulala. Lakini wanapochanganya Sheng, Kiswahili nini, kuna ile utamu, wanaweka wimbo wa saizi. Kwa mfano kuna wimbo umetoka wenye Uncle Fred anapenda kucheza wakati ambapo anaingia studioni wa Meja wa juzi. Siaka. Unapata anaingia na vibe. Ukisikia inagonga, sio utaingia usikize, leo tumepakiwa nini? Tumepikiwa nini ili tuje tule. Sasa mchanganyiko wa Sheng, kuchanganya ndimi ukitumika redioni unaleta msisimko. Naam. Na pia ningependa kuongezea kwa pia lugha sanifu pia hutumika vile vile. Kwa mfano wakati ambapo wanacheza ule wimbo wa Kikongo usaidia kukuza sana utamaduni na kueleza. Unapata familia nyingi au watu wengi ambao wanapenda wanausikiza huo kipindi wanapenda pia kufurahia msamiati. Nikimalizia, ukipata wakileta ile lugha nje, Kikongo na wale waimbaji wa Kongo, unapata hatupendi tu nyimbo za kwetu, tunaenda nje kusupport, kwa kimombo anaita kusupport wale vijana wadogo ambao wana kipaji cha uimbaji. Sasa anapozicheza vijana tunasema na huu wimbo umetokea wapi? Tunatafuta, tunafika huko tunapata. Sasa tunachanganya hiyo lugha yetu, Sheng nini. Unajua Gen Z tunachanganya hivi tu ndio tulete ile tunaita burudani. Mambo inakuwa halua na vitu zinakuwa sawa. Naam, asante sana. Roga tunampata mtaalamu Fred Obachi Machoka amekaa pale studioni kuliendesha kipindi hiki kwa muda, na tunapata kipindi hiki kinaangazia hasa au sana nyimbo za rumba, nyimbo ambazo zinapendwa na wazazi wetu ambao wamekaa kwa muda ama wamezeeka, ila wengine wao huwa hawazeeki sana, maana wakitilia maanani vipindi hivi wanapenda kucheza na kupata burudani. Naweza sema kwamba kurejelea Kiswahili inavyotumika kueneka katika hiki kipindi inatumika katika mazungumzo ya ana kwa ana, pale ambapo utapata kuna yule ambaye atakuwa mgeni pale studioni, na wakati wa kipindi Freddy atamlaki wakati ambapo kipindi kiko karibu kuanza, au pale ambapo kipindi kitakuwa kinaendelea. Freddy atamkaribisha mwenzake ambaye atakuwa mgeni katika kipindi ambacho kitafanyika siku hiyo ama siku yoyote ile, na watakuwa na mazungumzo ya ana kwa ana, ama pia unaweza sema dialogia, kwa kuwa watatumia Kiswahili katika mazungumzo hayo, na utapata kwamba wahusika hawa watakuwa wanaelezana mambo ambayo yatakuwa yanakita kambi katika kipindi hicho. Asante sana. Naam, asante kwa hoja yako, nimefurahia. Nimefurahia sana unaposema kwa ilisaidia kukuza. Maybe nikiweza kuuliza kakangu pale, ungependa kuzungumziaje kuhusu kipindi cha Roga pale Radio Citizen? Kipindi cha Roga ni kipindi kinachokujia mwendo wa kuanzia saa 5 hadi saa 7 mchana. Na huyu Uncle Fred Obachi Machoka anapenda kutumia zile ngoma za rumba na lingala. Kwanza mimi hupenda lingala sana. No. So huyu Uncle Fred Machoka
anajulikana sana anapojiita the blackest man in Africa. Uncle Fred Machoka anajulikana sana kwa uweledi wake, anachotumia Kiswahili sanifu na lafudi ya kuvutia. Naam, nimefurahia sana. Sana upenda kutumia kwa mfano pale ambapo anazungumzia kuhusu ameweka ule wimbo wa Lingala. Inasaidia sana kusisimua. Unapata muziki ule unaenda taratibu, alafu pia ujumbe ambao uko kwa ule muziki unapata kueleweka barabara. Hiyo imechangia sana. Tukikuja pale kwa rumba, utapata hiyo hoja yako ilikuwa sawa sawa. Kutokana kwa rumba mfano saizi rumba zenye zinapigwa saizi na zile za kitambo zina utofauti kabisa. Unapata za saizi ndio zinasisimua, lakini hayaleti yale mafundisho ambayo zilikuwa kwa zile katika zile nyimbo za kitambo. Na wakati ule na wakati huu unapata kwa saizi vijana wameweza kufurahia na wanafurahia nyimbo zile za kitambo ambazo zinachezwa sana pale roga na za saizi. Ukitaka kuzilinganisha unapata kuwa ndio za kitambo ziko na asilimia juu, lakini vile pia hizi za sasa pia zina asilimia fulani. Kwa hivyo utamaduni Kiswahili imeweza kueleweka barabara. Labda tukikuja kwa upande wangu dada, utawezaje kuzungumzia ili ama kaka, ungependaje kuzungumzia kuhusu kipindi hiki? Naam, kipindi hiki kinatumika sana, aswa nampenda sana Uncle Fred Obachi Machoka. Manake yu atoka kwenye sehemu zenye natoka pale. Amekuwa ambaye ni mzee, amekula chumvi ndio, lakini anapoingia katika kipindi hiki cha roga, jinsi anavyonengua viuno, kwa kweli unasema kwamba hajazeeka. Lakini Kiswahili hutumika sana katika kipindi hiki kukuza utamaduni wa Kiafrika. Manake utakuta kwamba zile Lingala mingi huanga sana zinazingatia sana katika kukuza utamaduni wa nchi za Kiafrika. Ndio maana zinaendelea kutufunza zaidi tusisahau kwamba sisi ni Waafrika. Kuna ule utu wa ile kusikia kwamba mimi ni Mwafrika, uweze kujisikia kwamba mimi ni Mwafrika, inazingatiwa sana katika kipindi hiki. Ndio manake unapata Uncle Fred Obachi Machoka anasema yeye ndio the blackest man in Africa. Kana kwamba anataka kuzingatia anataka kuchukua ile tabia kwamba mimi ni Mwafrika na natoka Afrika na najivunia kuwa Mwafrika. So kipindi hiki kitatumika sana, Kiswahili kitatumika sana katika kipindi hiki, haswa kumwambia msikilizaji kwamba wewe ni Mwafrika na unafaa zaidi kujivunia zaidi kuwa Mwafrika. Naam. Nimefurahia sana. Kwanza umesema anatoka kule kwenyu Kisii. Pale anatoka nchi ya matoke. Naam, ndio maana kuwa akija pale studioni anatupa burudani ambayo inasisimua mwili yetu. Akinengua viuno pale, unasema kwamba huyu mzee alikula matoke asubuhi. Ndio mambo yake pale studioni. Ndio anayofanya pale. Asante sana kwa hoja yako. Zake hizo. Tunapata pale katika redioni, katika roga tunapata mwandishi anaonyesha wazi kuwa lugha inabadilika katika kila ucheo. Kwa mfano tunapata mwanzo kuna mgogoro kwa kuwa tunapata watu hawaelewi ni nini kinachoendelea, lakini vile roga inaendelea tunapata kuwa wenye wanasikiliza wanapata kuelewa nini kinachoendelea, na pale mwishowe wanapata kuelewa ni nini kinachoendelea. Sasa hasa katika hiki kipindi tunapata kuna mabadiliko ya sauti. Pale mwanzo kuna kutoelewana hapa na pale, watu waelewi nini kinachoendelea pale. Katikati wanaanza kuvutiwa kwa kuwa wanaelewa ni nini kinafanyika. Kwa mfano tukianza tunapata pale Uncle Freddy anaanza kwa kutambulisha ni nini kinachotaka kuendelea. Watu wanasikiza, kwa mfano atasema eti tumeanza wakati wa roga tumeuanza, tunataka kuendeleza, alafu ataweka muziki hapo, watu watapata kuchangamka pale. Ukichangamka
unapochangamka alafu tena aulete kuongea hapo katikati, unaendelea sana kueleza nini kinachoendelea. Naam, nashukuru. Kwa hivyo unajaribu kusema kuwa wakati ambapo Fred Obachi Machoka anaingia studioni, kumaanisha ni burudani kutoka mwanzo mpaka tumalize kipindi, na watu wanapata kuchangamka. Yeah. Nashukuru sana kwa hoja yako. Labda tukienda pale kwa dadangu, unaonaje kipindi hiki? Imekuza Kiswahili pale redioni au una hoja gani? Na tukiangazia kipindi cha Roga Roga hapo ndani ya Citizen TV ambayo inaongozwa na Uncle Fred Obachi Machoka. Tunapata kuwa kuna ucheshi na uchafuzi wa lugha pia. Hapo kwa ucheshi tunapata ambapo Uncle Fred akiingia huwa anaileta kipindi kile kifanye watu wachangamke, ambapo anachezesha ngoma ambazo zinapendeza, Lingala na rumba, ambayo inafurahisha sana wazee wale wenye wameenda sana kimiaka. Na pia zile nyimbo huwa na utulizo fulani tu, mtu akisikiza huwa zinaleta tu mvuto, zinafanya mtu awe na anaburudika. Alafu pale kwa uchafuzi wa lugha unapata hapo anaweza tumia lugha za mtaani huko, ambayo vijana wengi wanapenda kutumia zile lugha kama za sheng hivi, ambayo inafanya Kiswahili inazoroteka kidogo, lakini pia inaleta ucheshi ambayo inaleta vijana wengi sana, na lugha hii inaendelea kuenea, inazorota lugha na pia inaleta ucheshi. Naam, kumbuka ili mambo iende sawasawa au barabara jinsi ambavyo inatakikana, lazima aweze kutumia lugha ya ucheshi ili Roga Roga kinajikita katika burudani na masuala ya kijamii. Hapa Kiswahili hutumika kukuza muziki ya Kikenya. Kiswahili kimetumika hapa tena pia kwa kupitisha ujumbe mbalimbali na kufikisha habari kwa wasikizaji katika mitandao ya burudani. Asante. Naam, nikiangazia kipindi cha Roga Roga, Kiswahili kimetumika kama lugha ya kufanya mahojiano na wasanii wa muziki, wataalamu na hata wageni kutoka nchi mbalimbali. Hapo unapata wasanii wa muziki, ile lugha wanayoitumia kufanya nao mahojiano ni lugha ya Kiswahili, na hapo ndipo wasikilizaji wanaposikiza lugha hiyo na kupata elimu kutoka kwa mahojiano hayo. Asanteni. Ndugu zangu wapendwa, tukija katika kipindi chetu cha mwisho ambacho ni Je, huu ni ungwana? Kipindi kilichoongozwa na mwenda zake Leonard Mambo Mbotela mwaka wa 1966. Tunapata kwa kipindi hiki kiliweza sana kukuza vijana na kuweza kuwasaidia vijana katika lugha mseto na pia katika kuweza kutumia lugha sanifu, ambapo unakuta vijana wengi ambapo walikuwa wakipita mitahani pale ambapo wangewasha KBC alafu wasikie mwenda zake Leonard Mambo Mbotela akizungumza, basi vijana hawa walikuwa wakipata elimu ambacho kingeweza kuwasaidia na kuweza kuwakuza. Labda ndugu zangu niweze kuwauliza kuwa watu wengi najua hizo enzi maybe mlikuwa wachanga, ama ndugu zetu walikuwa wachanga, ama ndugu zetu wale ambao saizi wameweza kusonga walikuwa kipindi hicho. Mnaweza kuzungumziaje kuhusu kipindi cha mwenda zake Leonard Mambo Mbotela? Huu ni ungwana? Labda nikianza na wewe mwenzangu, ungezungumziaje hapa? Kwa kumalizia, matumizi ya Kiswahili katika redio yanaonekana kwa
kwa kipindi kilichokuwa kinaongozwa na mwenda zake ambaye ni Leonard Mambo Mbotela aweze kupumzika kwa amani. Na kipindi chenyewe kilikuwa Je, huu ni ungwana? So matumizi ya Kiswahili yanaonekana mahali ambapo walikuwa wanatumia Kiswahili sanifu. Na tumai unaelewa nikisema Kiswahili sanifu. Kipindi cha Je, huu ni ungwana kina ufasaha fulani. Kwa mfano, walipokuwa wanazungumza kwa yale tunaita nipe nikupe, unapata kuwa sentensi walizokuwa wanatumia ni zenye usanifu fulani, ubunifu. Unajua usanifu unakuja na ubunifu. Unapata kuwa kwa mfano wakitunga sentensi ya kumwambia mtu, unapata wanaongea kwa lugha ile yenye iko na heshima. Na hiyo ndio ilikuwa hoja yangu na Wesonga Brian. Tunaongelelea mtaalamu almaarufu Leonard Mambo Mbotela. Je, huu ni ungwana? Na Kiswahili, tukirejelea Kiswahili imetumika hapa kwa njia ya hadithi na fikra. Mbona hadithi na fikra? Kipindi kuchanganya simulizi na mashuhuri za kweli kuonyesha mfano wa ungwana. Lugha inayotumiwa kueleza matukio tofauti tofauti, kwa mfano kusaidia wenzako, kuheshimu wazee au kuhudumisha usafi katika jamii. Langu jina limekuwa Atieno Naomi Otieno. Kwa kipindi hiki kwa Je, huu ni ungwana, tunapata kuwa Kiswahili kinatumika katika kusisitiza maadili katika jamii. Tunapata kwa kila kipindi kwa maneno wanayotumia kuhusisha tabia njema. Na kutokana na haya maneno wanatumia, tunapata kuwa vijana wanapata kutumia lugha za heshima hata wanapoongea baina yao, hata kwa walio wakubwa wao wanaongelea kwa njia ya heshima. Nimekuwa wenu mpendwa Andala Jane. Katika kipindi maarufu cha Je, huu ni ungwana, kilichoendeshwa na mkongwe mwenda zake Leonard Mambo Mbotela. Kiswahili ni lugha ya adabu. Tofauti na kipindi kingine, Leonard Mbotela hutumia Kiswahili sanifu kilichojaa adabu na heshima. Mfano, Mambo Mbotela hutumia maneno kama vile mpenzi msikilizaji, ndugu mwananchi, yanadhihirisha dhana ya ungwana hata kabla ujumbe haujatolewa. Nimekuwa wenyu Brian Tindi. Katika kipindi cha Je, huu ni ungwana ambacho kinaenezwa naye Leonard Mambo Mbotela, kita mizizi haswa katika kueneza maadili mema katika jamii. Leonard Mambo Mbotela anaendesha kipindi hiki akiwa na akiwa amedhamini kwamba jamii inafaa kuungana na jamii inafaa kukua na maadili mema. Ndio maana yake anasema je, huu ni ungwana? Je, huu ni ungwana unapomfanyia mtu mwingine kitu ambacho wewe mwenyewe ukifanyiwa hauwezi furahia? Ndo yale maadili ambayo anazingatia Leonard Mambo Mbotela. Nimekuwa wako Asiago Kevin. Huu ni ungwana ambayo inaendeshwa na Leonard. Tunapata kuwa anatumia lugha sanifu anatumia lugha ambayo ina msamiati maalum ambayo inakuza watu na kufunza watu Kiswahili, na watu wanapoongea wanaongea Kiswahili sanifu. Nimekuwa wenu Amelia Nekesa. Katika kipindi cha Je, huu ni ungwana, hapa Kiswahili kimetumika kwa kutoa fursa kwa vijana na wananchi, kwa kuwapea vijana na wananchi fursa ya kujieleza na kutoa maoni yao kwa masuala ibuka kama ya biashara na ya maendeleo. Mimi kwa majina naitwa Valeria King. Nikirejelea kipindi cha Je, huu ni ungwana, Kiswahili kimetumika kama lugha ya ushawishi katika kipindi cha Je, huu ni ungwana. Unapata kuwa wasikilizaji wa kipindi hicho wanapata
kupitia ushauri ule ambao unaongelewa katika kipindi hicho wanapata kushawishika na kubadili tabia zao chanya na kubadili pia na mienendo yao. Nikimalizia, langu jina ni Eunice Adhiambo. Asanteni. Nikimalizia ndugu zangu, nimeweza kufurahia hoja zenyu kutokana na vile vipindi ambavyo tumeangazia Roga Roga kinachoendeshwa naye Uncle Fred Obachi Machoka. Je, huu ni ungwana, kipindi kilichoongoza naye mwenda zake halmaarufu Leonard Mambo Motela, na patanisho, kipindi ambacho kinaongozwa na Gidi na Ghost pale Radio Jambo. Ningeweza kuwafahamisha kuwa vipindi hivi vimeweza kutusaidia sana na vimeweza kutuelimisha, kutupa burudani na pia kuweza kuelewa msamiati kama zile nahau, lahaja na pia lugha mseto. Tunafurahia sana na nimefurahi kuwaona hapa katika mdahalo huu wetu wa leo ambao tumeangazia. Nimefurahi, naomba Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana na kwaheri ndugu zangu. Mwenzenu hapa aliyekuwa akiongoza kipindi anajulikana kama Moses Owino. Asanteni na kwaheri.